how comes in date na huyu? Ulikuwa unaona mimi niko serious? No. Nilikuwa nijinice story ishe. Bora nijinice. Niko na size yangu hapo. Unaona? Okay, na mimi nakubali umepata size yako venye unataka. Bro, kuuza ng'ombe zangu 10 zote na mbuzi. Okay. So you guys once again, so guys Ondeki Kenya manze, we are back. You guys manze, na wapenda sana, ni watu wangu wa nguvu sana manze, munisaidie nifike hata 4000 subscribers manze. Finya hapo subscribe, tukienda mbele tukileta drama live. So manze, muliona last time ile tulifika airport tulikuwa na Boni. Situation ilikuwa very hot sana. Like mpaka tukachanganyikiwa tufanye vipi. Lakini kwa vile mambo ilichemuka huko mpaka kila mtu akasambaratika, like akaenda side yake, Boni akaenda hivyo, Mwix akaenda na mtu wake hivyo. So nikaonelea ni vizuri ni mtafute Boni tujue like ni step gani tena ameamua kuenda njia ipi. So before that wacha kwanza hata tujue anashinda vipi. So my G, Boni uko aje? Uko sawa ndugu? Okay, mimi niko sawa ndugu yangu. Nashukuru. Yeah. Like umenyamaza sana bwana. Kuna shida mahali? No, hakuna shida. Mimi kwanza nashukuru kwa sababu umenitembelea, kunijulia hali. Unakumbuka hiyo siku venye kulienda hakukuwa kuzuri vile. Lakini all in all, hivyo ndio mambo huwa inaendanga. Ni ukweli ndugu yangu, sababu unajua mwanaume ni kukaa ngumu Yeah, ni kukaa ngumu na kujitahidi. Yeah, ni hivyo tu, once unakuwa mwanaume unakuwa tu ngumu. That's why nimeamua nikutafute tujue like plan yako ni ipi tena. Uliamua tu story uikanyagie iishe hivyo ama uko na mpango mwingine tena? Okay, kwanza kabisa venye umenitembelea umefanya vizuri kukuja, sababu hii maneno ilikuwa ni maneno ngumu sana. Kwanza unakumbuka msichana alikataa akasema ya kwamba anijui yeye, nikajaribu kumuelezea, ilishindikana. Lakini hivyo ndio kunaendanga. Yeah, ni kweli. Unakubaliana na situation vile iko, unakubaliana nayo. Kama mwanaume una make a new step. A new step si ati unatafuta mtu mwingine. Unajua new step ni ile unaamua kufanya hivi. Kuna kile unaamua kufanya. Hiyo ndio new step. Sasa like your new step ni gani? Umeamua vipi? Kwanza nikwambie ndugu yangu, unaweza tafuta mwingine hata kama unasema ati huwezi tafuta. Unaweza tafuta mwingine, lakini kabla ufanye step 2 lazima kwanza ujue yule yeye mwenyewe ni nini anafikiria ama ni nini kiko ndani yake kwa saa hii. Unakumbuka alikataa. Baada ya kukataa, baada hatujafanya hatujaongea zaidi ili niweze kujua ilikuwa hivyo. Huenda ikawa yule mwanaume walikuwa na yeye ndiye alimfanya aweze kutokuwa na maongezi mingi, yani aweze kukubali, sababu huenda ikawa akawa na ile ofia, yani akaogopa kusema ukweli. Lakini kwa vile ndugu yangu bwana, hata vile alikuwa anaongea na ile ukali ilikuwa ndani yake, like hata alichukua muda sana kukubali. Uli notice hiyo kitu? Ndio, alikataa, ukweli ni alikataa. Lakini ukweli lazima usemwe. Wacha tukubali ya kwamba kukataa kwake, amekataa, ni ukweli amekataa. Lakini ukweli kamili umeujua. Ukweli. Okay ndugu yangu, kulingana vile niliona, si ati na mjudge. Mwix ni mtu tulikuwa tunangoja. Alikuwa amekublock kwanza in 2 months back before kuja Kenya, alikuwa amekublock, sio? Alikuwa ameblock, ni ukweli. Lakini uliamua kujua ukweli ni gani baada ya kukublock? Ulisema kwamba information ulipata kwa clans. Ukaniambia tuende airport, kuna mtu wako unampokea. So tukafika huko, mambo ikakuwa vile ilikuwa. Kufika hapo ndio anasema na kukataa kujui. Unaona? Sasa kwa ile alifanya ndugu wangu bado like hiyo si red flag kwake, unaweza ona hii ni red flag. Okay. Ndio mimi nilikubali amekataa. Lakini kumbuka kwamba mwanamke ni mwanamke. Mimi ninajali upande wangu na yeye mwenyewe anajijali upande wake.
ninachichachi upande wangu na yeye anachichachi upande wake. Nimemsupport akaenda majuu. Lakini kumbuka ya kwamba yeye mwenyewe alikataa akasema anijui. Baadaye umesikia kikubali ya kwamba nilimsupport. Alisema ulimsupport lakini akasema ati ni kitambo. So ni kitambo hiyo lakini nilimsupport. Ni ukweli ulimsupport. Mbona nisitake basi kumpata tujue zaidi ile support nilimpatia ilimsaidia ama haikumsaidia. Na kama ilimsaidia ni nini ambacho amefikiria kufika saa hii kulingana na maoni yake na mimi, alafu tuweze kuongea nijue zaidi ni nini amefikiria. That's my point, na hiyo ndio nataka saa hii kuchukulia hatua. So Boni nikuulize, umesema do you mean tumtafute Mwix muongee na yeye? Itabidi, sababu hatuwezi fanya masuluhisho kati yangu na wewe tu sisi wenyewe. Lazima yeye mwenyewe akue so that tuweze kuongea pamoja. Kama itawezekana lile jambo ambalo atasema ndio litakuwa limefungua haya maneno yote. Okay, so kini chako cha kusema ya kwamba tutafute Mwix ni ile unataka kujua step gani ama ameamua vipi? Ni hiyo tu ndio nataka nijue maamuzi yake ni gani. Apart from ile ya kukataa anijui. Lakini sasa kukuja, okay. Boni Mwix alikuja na mtu wake airport. So kuna kitu kingine unataka kujua kutoka hapo, maana hiyo kukuja nikuja na okay, mimi ni mtu wako. Nimekuja na mtu mwingine na kuambia sikujui. Huwezi ona hapo sikutaki? Wakati unitaki. Si kuna mambo mingi ya kukataa mtu. Kuna njia mingi ya kukataa mtu na kuna njia mingi ya kusolve hiyo maneno. Sasa ndio maana nimekuambia ndugu yangu, mimi naomba Mwix tupatane na yeye, tuongee live, akatae ya kwamba anijui ama akubali ananijua. Lile jibu lenye ataongea ndilo tutamalizania na yeye. Hakuna kitu kingine tutaongea mingi sana, ni kumaliza kulingana na kile ambacho atasema siku hiyo. Tunapatana na yeye. Hiyo ndio peke yake naongojea tuongee. Yeye mwenyewe atoe majibu yake kulingana venye anafikiria. Then we look the way forward. So umeniambia nitafute Mwix. So Mwix okay, atapatikana, nitajaribu niongee naye. Alafu anaanza kuja. Sawa. So kuna nilisikia kwamba uzito wenye ulitia kumsupport mpaka akatoka ilikuwa uzito wa kiasi gani? Uliniambia airport ndio, lakini kuna ile mpaka anaona kuna uzito fulani. Ilikuwaje mpaka ukamwaminia mtu wako, like mlikuwa mmekaa naye kidogo lakini ukamwaminia mpaka ukauza ng'ombe zako kumsupport yeye atoke? Okay, in a short story, Mwix tulikaa na yeye kama mabeste, like friends, kwa muda ambao si muda mchache sana. Wakati alipata njia ya kumoka na yani njia ya kuenda majuu, alikuwa chini sana. Nikaamua kumsupport. Mimi nilimwambia nitakusupport na kila ambacho niko nacho kidogo. So katika hali yangu ya kumsupport, vile nilielezea, niliweza kufanya hivyo. Kwa hiyo njia ndio ilikuwa rahisi kwangu kumsupport. Na kumsupport kwangu ni sababu she's my girlfriend. So na hizo ng'ombe zilikuwa zako ama kuna mtu ama maybe ndugu yako, marafiki walikusaidia mpaka zote zilikuwa zako? Okay, ng'ombe ni zangu. Ng'ombe ni zangu. Na sasa unajua unapokuwa kwa familia, ukiwa kwa familia, chochote ambacho uko nacho kiko under your parents. So kukasirika kwa wazazi wangu sababu ya kuuza ng'ombe, najua parents they are so challenging. Wakishaona kuna vile mtoto ama kijana unafanya hawafurahi sana kama wajaona matokeo ambayo yanafaa. For example, nimeuza ng'ombe lakini huyu msichana bado hajakuja
nyumbani. Hiyo ndio nadhani ilikuwa shida kwa wazazi wangu. Mpaka wazazi wako sasa ilifika wakakukasirikia? Yeah, walikasirika kabisa hadi saa hii niko na ile bado tuko na hiyo shida na wazazi sababu ya kuuza mali yangu kwa sababu ya kusupport. Okay, na wazazi walijua ya kwamba na ukumbuke hiyo mali hizi ng'ombe zangu mimi sijakaa nyumbani kuchunga hizo ng'ombe. Wao ndio wamekuwa wakilisha, wao ndio wanajua kila vile ng'ombe zinafaa kuhudumiwa. Kila jambo, hata wao ndio walikuwa wana support ng'ombe. Si unajua ng'ombe inahitaji, kuna venye inataka mambo mingi, treatments whatever, chakula, vitu kama hizo. Wao ndio walikuwa wanaangalia. So that's why hata wakikombana ama wakiwa na hiyo hasira yote, hiyo yote inachangia. So nikuuliza tena, wazazi wamejua ya kwamba Mwix alikublock? Umewaambia kitu chochote yenye imefanyika tangu hiyo siku? Wamejua kitu yote? Bado wazazi sijawaelezea. Ndio maana nilikuwa nataka kwanza tupatane na Mwix. Tukishapatana na Mwix tuweze kufanya maongezi. Akifika ile hali ya kukataa ya kwamba yale majibu atatoa, kama maybe akikataa hayuko tayari na mimi, vitu kama hizo, then nitainform wazazi ili niweze kujua, na hata wao, unajua kwa sasa siwezi jua na venye nilifanya against na wao, siwezi jua ni nini wamefikiria. So lakini nikwambie ndugu yangu, it is so hurting. It's so hurting. In fact, hata ukufaa ulete hiyo story ndugu yangu. Ndugu yangu tulia tu kidogo, kwa sababu unajua kama mwanaume jinsi tulivyosema mara ya kwanza, mwanaume anakaa tu ngumu. Like hiyo story nimesikia ni story ambayo iko na huzuni hapo ndani, sababu ni mtu umetumia mambo yako pale mpaka ukasupport Mwix akaondoka. Lakini unajua umesema tumlete. So tukimleta utakuwa na uondo, lakini sidhani kama atachange, like atapena jibu lingine, sababu ile mambo alifanya airport bwana. How sure are you? Ile mambo alitufanyia airport na kukataa kama 10 minutes na kukataa. Wanawake tabia ni moja, ndio hiyo tu. Anakataa na anajua amebenefit kutoka kwangu. Wakiwa na ile nyang'au, ndio maana amekuwa na hiyo mafikira. In fact, the moment tutapatana hiyo siku, tena unaweza pata akona majibu mengine tofauti. So uko na imani ya kwamba anaweza toa post funds? Yeah, mimi ndio namjua. Tumekaa na yeye, mimi namuelewa kabisa. Hata huyu jamaa mwenye anasema ati wamekaa na yeye from 2010, I don't know. So hiyo ni uongo. I don't think. So unataka kusema ndugu yangu, unataka kusema ya kwamba Mwix anaweza maybe ile vile alifanya huko tena akuje ati akatae, maybe aseme sorry ati nini tena? You will see my brother. You will see. Hao ni chameleon. Saa hii ataongea Kenya, anaongea kesho anabadilisha. Anyway, mimi nisikatae sababu wewe ndio umekaa na yeye, so unamjua, umeishi na yeye, unamjua vizuri kunishinda mimi. So mimi siadi, lakini in case akubali asikubali, mimi my final answer, mimi mwenyewe ndio najua. Okay, so akikataa wewe ndio unajua vile utafanya, akikubali wewe unajua vile utafanya. Mimi ndio najua Kenya nitafanya. We have many ways za kudili na such cases, bro. Yeah, we have many ways. So hata saa hii mimi ninaongea tu, lakini ile ambacho kiko ndani ya roho yangu, mimi ni mwanaume kama wewe. Hata wewe najua kama ni wewe ili happen kwako, ungekuwa umefeel kama wenye na feel. Na kama uwezi feel wenye nimefeel, mwanaume yeyote huwa ana feel. Bro, kuuza ng'ombe zangu 10 zote na mbuzi, it's not a joke. Sawa ndugu yangu. So yo guys, mmesikia vile hiyo story iko. So acha tujaribu tumtafute Mwix, tukutane in the next meeting. Na hata ile nguo yako ule msijana alichukua yote hiyo, nitamwambia atakuja nayo. Kwani mpaka ya ndani alienda nayo. So yo guys, once again, so guy Ondeki Kenya, you guys manzi, watu wangu wa nguvu sana manze. Leo ni siku nyingine na kuambia kwamba Mungu si mtu. So today, unajua last time Bonia aliniambia kwamba niende nitafute Mwix. So manze nienda nikajaribu kuongea na Mwix. Mwix akasema kwamba hataki kuonana na Bonia, hataki hata kusikia sauti yake. So hiyo ilifail. Nilijaribu kumwongelesha, nikamwambia kuja tu tuongee, tupate jibu vile tutafanya Boni. So Mwix alikataa.
So manze, nilikuwa na option. So option ilikuwa nilete daktari. So before tuingie into roots, wacha kwanza tusalimie Boni, tusalimie daktari ndo tuanze tujue vile tutafanya tusaidia Boni. So daktari uko aje? Salama sana kijana yangu. Umeshinda poa kabisa eh? Mimi niko salama sana labda yako. Asante, niko sawa kabisa. Karibu kwa show. Karibu sana, karibu sana. So pia wewe Boni uko aje? Niko poa. So ulinituma niende niongee na Mwix. Nilijaribu kuongea na Mwix, nikajaribu kumpembeleza, nikamwambia kwamba akuje tukae tuongee vile maybe msikizane vile uli request. So nilienda nikaongea na Mwix alikataa. Hata alisema hawezi kuja. So mpaka hiyo place yenye alikuwa nifanya analysis, hata alitoka akaenda, nikaambiwa alienda safari. So daktari yako hapa anaweza kusaidia, mtu anafanya kazi. So unaweza mwambia shida zako, so anaweza kusaidia. So be free, wewe mwambie shida zako, atakusaidia. Sawa sawa ndugu yangu. So mimi nashukuru kwanza Mr. Ondieki kwa sababu umeweza kuchukua hii hatua. According na sitajieleza sana, lakini ningependa kuambia daktari ya kwamba daktari, niko na shida, na shida yenyewe ni kwamba nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa girlfriend. Tumekaa naye kwa muda ambao si mfupi vile. Sasa wakati ilifika akapata ametunukiwa ya kwamba aende majuu, nilijaribu kumsaidia kwa njia ya kuuza mali yangu. Niliuza ng'ombe, nikamsupport ili aweze kufanikiwa kwenda majuu. Na ile hali wakati alienda, tumekuwa na communication na yeye akiwa pale kwa muda ambao si mfupi vile. Lakini cha kusangaza daktari, kulienda kama muda ambao wa miezi 2 ambao imepita hapo, tukanyamaziana. Hata hakuwa ananiongelesha. Simu yake ikaenda ni kama ilikuwa blocked. Sikuwa nampata. Lakini kwa njia kama hiyo nilikuwa nimepewa fununu ya kwamba narudi Kenya. Nikamingia hapo airport, nikamngojea. So nikiwa nimemngojea pale, aliwaziri tu, lakini aliniajabisha ya kwamba amekuja akiwa na mtu mwingine. So nilishindwa kuelewa hiyo maneno, tukaongea tukusikizana. Kijana yangu, wacha nikuambie, asante sana kwa kukuja wewe. Kwanza wewe, hebu angalia hiyo rongi yako, kuna mahali huyu msichana aliweka, alidarua hapo. Unaona hiyo rongi yako, yeye alikuwa anataka kuenda kuifanyia mambo. Ukiangalia hiyo rongi yako ni nini hiyo iko hapo? Unaona vile iko? Huyu msichana karibu auwe wewe. So daktari, unataka kusema Mwix ndo alikata rongi ya Boni? Huyu msichana karibu auwe kijana. Ndio unaona hata hii kijana iliende ikauza mali ambaye ng'ombe 10, anauza ng'ombe 10 eti anapelekea huyu msichana ambaye alikuwa anataka karibu uwawe wewe kijana. Lakini nitakusaidia tu. Unataka huyu msichana nimfanye namna gani? Unataka nimuue? Unataka nifanye namna gani? Lakini daktari, ni kama daktari ameongea ukweli. Unajua hatakuwa na yeye. Daktari, ukweli nilikuwa nimeuza ng'ombe 10. Ng'ombe zangu nilikuwa nimeuza ng'ombe 10 ukweli. Na hata wazazi wako walikataa wewe huyo msichana, hata wazazi walikukataza wewe ukakuwa kichwa ngumu. Wazazi walimwambia asiuze ng'ombe? Huyu kijana wazazi walimuelezea, wakamwambia asifanye hiyo maneno. Kijana akafanya kichwa ngumu. Ule msichana kuna vile alikuwa amemuendea. So nikuulize Boni, wazazi walikuwa wamekuambia usiuze ng'ombe? Waliniambia, lakini sasa unajua waliniambia baada nilikuwa nishauza ng'ombe, nimesaidia yule msichana. So wakikwambia usiuze ng'ombe, wewe ulikuwa umeuza ng'ombe? Already nilikuwa nimeuza. Na daktari sikio ukisema ya kwamba kijana karibu auawe. Ulijuaje na sababu gani ilifanya auawe? Huyo msichana karibu auwe huyu kijana kwa sababu hiyo mali, kama huyu kijana angekosa kumumpatia hiyo pesa, hiyo mali alimupatia yote, msichana alikuwa amepanga kuua huyu. Lakini nitakusaidia kijana, hiyo familia ni mbaya.
Hiyo familia anajijua na hata familia ya huyu Boni ama familia ya msichana? Ya ule msichana ule alienda na mali yake. Inajijua sana mzuri sana. Si hata wanakaa na ango yake huko. Ango ya huyo msichana? Mahali huyu kijana wanakaa na ango yake pale. Oh, unajua nyumba ile iko pande ile unaonange imezingirwa na tumiti ile miti unafikiria inafanya nini huko. Familia hiyo sio mzuri, kijana nitakusaidia. Sasa Boni nikuulize kwanza, unajua mnaishi na ango ya umesema ni ango ya huyo msichana? Ango ya huyo msichana. Sasa wewe unajua mnaishi na karibu na ango ya huyo msichana? Unajua ni kitambo kidogo alimunionyesha, lakini siku take serious. So alikuwa amekuonyesha ango yake. Wewe ndo Ndio alinionyesha, lakini mimi sikuchukulia. Sasa hata venye daktari ameongea ndio sasa nimekumbuka. Ama maybe alikuonyesha ango yake yenye ni mwingine. Sasa huyu mwenye mnaishi naye ni mwingine. Unajua majirani hapo penye unaishi, unajua majirani wako? Huyu kijana wacha nimwambie mzuri ndiye ajue huyu ango yake. Unaona ule mtu anakaa huko, anakaa ni kama anakaa kiwete. Ule anakaa ile mlango ingine pande ile unakaa unapokaa hapo. Nikiangalia hapa namuona vizuri kabisa. Anakaa mguu yake si mzuri. Huyu ndio ango ya huyu msichana, walishirikiana na yeye ili wakunyanganye, walikuwa wanataka kukuua wewe. Ngoja kidogo daktari. Kijana yangu usijali. Unataka kusema ya kwamba ango ya Mwix huyo msichana ndo walishirikiana na yeye ndo mpaka Boni akauza ng'ombe. So tuseme ni deal ilikuwa. Hiyo ni deal ya ule ango yake si mzuri sana, na hata huyu msichana ndiye alitumwa na huyu ango yake. Ndiye akuje kwa huyu kijana amuue, wachukue hiyo mali yake. Nitasaidia hii kijana tu hiyo mambo yake yote. Unataka niue yeye ama unataka nimfanye namna gani ama nikurudishie mali yako? Sasa umeona ndugu yangu, ndio maana huyu msichana ukimwangalia alikuwa anaongea na kiburi. Maneno yake yenye alikuwa anatoa kwa mdomo haikuwa maneno mzuri. Lakini daktari, mimi kitu ambao ningeomba, sijaamua ya kwamba kuua. Ile kitu nilikuwa nikuombe, mimi nilikuwa nataka tu nipate mali yangu. Kama itawezekana kwa njia ile yote ambayo utanisaidia, anirudishie mali yangu. Hiyo tu ndio nilikuwa naomba kutoka kwako. So daktari amesema atakurudishia mali yako. So daktari, mimi nilijaribu kuongea na Mwix, nikaongea na yeye nikamwambia akuje waongee na Boni. Sasa unajua alikataa. Kama unaweza jua sababu ya yeye kukataa kukuja? Hawezi kuja huyu msijana. Hawezi kuja. Kwa nini? Huyu msijana ni mbaya, hawezi kuja maana hapendi huyu kijana. Anamdanganya kuwa anampenda. Huyu kumdanganya, hamupendi. Huyu msijana ako na mambo wengi, ako na watu wengi ambaye ako nayo. Huyu kijana amepakia tu kuuawa tu na huyu msijana tu akishirikiana na huyu ango yake. So daktari nikuulize, umesema wanataka tu. So kando ya ule kijana walikuja na airport na Boni, kuna mtu mwingine mwenye huyu msichana wako naye? Wako na mtu mwingine, kuna kijana kingine hivi amechukua hapo kwingine hapo huko. Unaona kule kwingine huko karibu na ule sehemu ile ya huko pande ile kwingine. Ndiye amechukua kijana kingine hako. Hiyo wachana tu hiyo, nitakueleza kijana hiyo maneno mengine, lakini wacha mali yako irudi. So Boni, unasikia? Ndugu yangu, niliona hii mambo si mzuri. Lakini asante sana daktari kwa kukuja, sababu naona utanisaidia mali kubwa. Kwanza kitu imenistua Ondieki ni kwamba huyu msichana alikuwa anataka kuniua mali yangu, kwa hivyo alichukua sababu, alikubali tu sababu alikuwa anataka asaidiwe, aende asaidike, lakini hakuwa na njia nyingine ya kwamba alikuwa anataka tusaidiane. So mimi naomba tu daktari, asante kwa kukuja kwako. Mimi naomba tu unisaidie tafadhali. Kwa njia yote ile ambayo utaweza, unisaidie mimi, na ikiwezekana akinirudishia mali, sababu naona kama siko safe. Tutaongea mengine daktari. So nitakurudishia hiyo. Usijali kijana yangu, usijali. Na hata ile nguo yako ule msijana alichukua yote hiyo, nitamwambia atakuja nayo. Kwani mpaka ya ndani alienda nayo? Kwani mpaka huyu msichana alienda na nguo ya ndani ya Boni? Mambo mengine tu nitakuja kuambia, wacha kwanza arudishe hiyo mali yako umesema. Hapa mambo ni ngumu. Mpaka Mwix anaenda na nguo ya ndani ya Boni, inakuaje? Nguo yake alionda na nguo yake ya ndani. Si kuna nguo yake ilipotea kijana yangu. Kuna nguo yako ilipotea. Kuna nguo yako imekukosa kwa nyumba. Mwix akienda akitravel kwenda Gulf, alienda kwao ndio akaenda Gulf ama alienda tu Gulf kutoka kwako?
Sasa hapa hata nimeshindwa kuongea sababu mambo ni mengi ndugu yangu. Hata ndugu yangu, mwanaume anakaa ngumu. Daktari ako hapa kukusaidia, so usiwe na hofu yoyote. So nimeleta daktari atakusaidia. Umemuelezea shida zako, amesema kwamba ako hapa kukusaidia. Daktari sivyo? Nitasaidia huyu kijana huyu. Nitasaidia huyu kijana. Mali yako utapata kijana. So nimeongea na Mwix, alikataa kukuja. Kuna njia nyingine unaweza msaidia hata bila Mwix kufika huko? Vijana yangu nyinyi msijali, hiyo ndio kazi inafanya. Hata akiwa wapi, hata akiwa Ulaya, minaleta yeye hapa, anakuja na hiyo vitu yote hapa. Na huyo ango yake maybe walishirikiana na yeye kukula pesa ya Boni. Mnataka hata yeye nimlete hapa? Mnataka nimfanye na mnataka? Ako wapi saa hii? Sababu huyu ango yake ndiye alihusika sana kwa kurukura mali ya huyu kijana. Ako hapa karibu ango yake huyo? Saa hii ako hapa? Huyu mkitaka yeye naleta yeye hapa. Unaweza mleta? Huyu ango yake naleta yeye hapa. Sababu anatembeanga ako na mguu yake si mzuri. Ukimleta hapa anaweza tuambia vizuri, sababu unajua kama anaishi hapa hapo karibu, yeye si ni familia yake definitely. Familia ya huyu msijana. Ikawa hata ndiye ameacha hizo nguo zangu. Yeah, so ango yake mimi naonelea daktari, ango ya Mwix akikuja itakuwa rahisi sana kujua hata Mwix ako wapi.